Unajua kwa nini unajihisi umechoka hata kama hujafanya kazi? Unajua kwa nini kila unapopata upenyo wa kifedha, ghafla linatokea tatizo linalokurudisha sifuri? Sikiliza kwa makini. Wewe sio dereva wa maisha yako. Wewe ni abiria kwenye gari linaloendeshwa na mizimu ya watu waliokufa au waliofeli zamani. Unapigania vita ambayo sio yako. Wataalamu wa kisaikolojia kama Carl Jung kwenye mafundisho yake kuhusu the ancestral shadow anasema kuwa mpaka pale utakapofanya yale yaliyo ndani ya nafsi yako kuwa dhahiri, yataendelea kuongoza maisha yako na wewe utayaita majaliwa au bahati. Hapa Kizani tunaita huu ni msimbo wa damu. Tazama mikono yako. Hiyo sio mikono yako pekee, ni mikono ya baba yako aliyeshindwa kuthubutu na babu yako aliyekufa na chuki ya umaskini. Kila unapoamua kufanya jambo kubwa, sauti unayosikia ndani, ile inayokuambia hutaweza au sisi sio watu wa aina hiyo, siyo sauti yako, ni mwangi wa kushindwa kwa vizazi vilivyopita. Ukweli mchungu ni huu: wewe ni projekti ya watu waliokutangulia. Wamekupandikiza hofu zao, wamekupa mipaka yao na wamekuachia madeni yao ya kisaikolojia. Unapofanya kazi kwa bidii leo, ufanyi kazi kwa ajili ya kesho yako, unafanya kazi kulipa deni la kushindwa kwa ukoo wako. Nipe dakika chache zijazo, nitakuthibitishia kuwa maamuzi unayofanya leo kuhusu pesa, mahusiano na hata ndoto zako yamepangwa tangu kabla hujazaliwa. Na usipojua jinsi ya kukata hii kamba, utafia kwenye gereza lile lile la umaskini, ukiamini kuwa hiyo ndiyo ilikuwa hatima yako. Mtazamaji, jiandae. Huu sio ushauri wa kawaida. Huu ni upasuaji wa nafsi. Kama huko tayari kusikia ukweli huu unauma, basi wacha video hii sasa hivi. Hapa ndugu, ni Kizani. Hebu tuweke kando hadithi za kujituma. Kujituma bila kubadilisha kodi yako ya ndani ni sawa na kujaribu kukimbia mbio za mita 100 huku ukiwa umefungwa kamba mtini. Utachoka, utatokwa na jasho, lakini hutaenda popote. Kuna siri moja kuhusu pesa ambayo shule haitakwambia kamwe. Kila binadamu ana kitu kinaitwa financial blueprint au mchoro wa kifedha uliopo kwenye uvungu wa akili yake. Mtaalamu T. Harv Eker kwenye kitabu chake cha Secrets of the Millionaire Mind anafundisha ukweli mmoja mchungu: hajalishi unajua mbinu ngapi za biashara au una bidii kiasi gani, kama mchoro wako wa ndani haujapangwa kwa ajili ya mafanikio, basi utafeli kila wakati. Hapa ndipo mtego wa familia unakuibia pesa zako mchana kweupe. Hebu rudi nyuma utotoni mwako. Wazazi wako walikuwa wakiongelea nini kuhusu pesa mezani? Naamini unakumbuka kuwa kila hitaji lako liliishia na jibu la pesa hazioti kwenye miti, au sisi ni watu wa hali ya chini, tuachie wenye nazo. Yale maneno hayakuwa sauti tu zilizopotea hewani, yalikuwa ni software iliyokuwa inatengenezwa ndani ya ubongo wako. Leo hii unaweza kuwa na degree 2, unaweza kuwa na miradi mizuri, lakini ule mchoro wa umaskini ulioachiwa na ukoo wako unakufanya uwe na kiwango cha juu cha pesa unachoruhusiwa kumiliki. Ukivuka hapo, akili yako inachanganyikiwa, inaanza kutafuta namna ya kujihujumu ili urudi kwenye hali ile ile ya umaskini iliyojulikana na familia yako. Hupotezi pesa kwa sababu ya bahati mbaya. Unapoteza pesa kwa sababu unajaribu kuwa mtiifu kwa umaskini wa wazazi wako. Ndani ya nafsi yako unahisi vibaya kuwa na utajiri wakati wao walitaabika. Unahisi kuwa tajiri ni kuwasaliti wao. Ni mtego unaokufanya urudie mzunguko ule ule wa madeni na shida ulizoziona tangu ukiwa mdogo. Kumbuka, umaskini sio hali ya mfuko, ni hali ya damu. Kama hujafanya upasuaji wa kufuta mchoro huu, utazeeka ukiwa unapambana na matokeo badala ya vyanzo. Kwa wale ambao sasa wameanza kuelewa uzito wa huu mnyororo na wanataka kupasua huu mchoro au kuufuta kabisa kuanzia kwenye mizizi yake, nimekuandalia nakala ya kitabu hiki cha Secrets of the Millionaire Mind kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Unaweza kuipata kule WhatsApp kwa ajili ya kuanza upasuaji huu wa kifedha sasa hivi. Nitafute WhatsApp kwenye namba hiyo. Hii ni kwa ajili ya wale tu walio tayari kuacha kuwa kopi ya umaskini wa nyumbani. Lakini usidanganyike, pesa ni sehemu ndogo tu ya gereza hili. Mnyororo mzito zaidi, unauma zaidi, upo kwenye watu wanaoitwa wako, watu ambao bila wewe kujua wanavuna roho yako kila unapotaka kupiga hatua. Inauma kukubali, lakini mara nyingi watu wanaokupenda zaidi ndio kigingi kikubwa zaidi cha hatua zako. Hapa Kizani hatuamini katika hadithi za kusisimua. Tunasimama kwenye ukweli wa tabia za binadamu. Mwandishi Robert Greene
Kwenye sheria yake ya 10, Law 10 ya kitabu cha The 48 Laws of Power, anatoa onyo kali: avoid the unhappy and unlucky. Waepuke watu wasio na furaha na wasio na bahati. Kwa nini? Kwa sababu hali ya kiakili na kiroho inaambukiza. Ukikaa karibu na watu waliofeli, hata kama ni ndugu zako wa damu, utaanza kufyonza mtazamo wao wa kushindwa bila wewe kujua. Katika utamaduni wetu tunafundishwa kuwa kusaidia nyumbani ndio kilele cha utu, lakini kuna mstari mwembamba sana kati ya msaada na mtego wa hisani. Familia nyingi hazitaki ufeli, lakini zinaogopa ukifanikiwa kupita kiasi. Wakati unapoanza kubadilika, unapoanza kuacha tabia zao za kizamani, unapoanza kuongea lugha ya mtawala, wanaanza kukuvuta nyuma. Wanakupa majukumu yasiyoisha, wanakukumbusha ulipotoka, wanakuita mwenye dharau kwa sababu tu unakataa kupoteza muda kwenye mambo yasiyo na tija. Hii sio bahati mbaya, ni mfumo wa asili wa binadamu. Wanataka uendelee kuwa mmoja wao ili wasijihisi vibaya kuhusu umaskini wao wenyewe. Uwepo wako kama mtu aliyefanikiwa ni kioo kinachoonyesha madhaifu yao, na hakuna binadamu anayependa kuona madhaifu yake. Wanakuvuna roho yako kidogo kidogo kwa kisingizio cha upendo. Unajikuta unatumia nguvu zako zote kutatua matatizo ya watu ambao hawajawahi kusaidia maisha yao wenyewe, huku ndoto zako zikifa kwa kukosa maji. Kama unataka kuelewa zaidi jinsi ya kujilinda na mitego hii ya kisaikolojia na jinsi ya kutumia nguvu bila kuharibu mahusiano yako kabisa, pia nimekuandalia kitabu hichi cha 48 Laws of Power kwa Kiswahili kule WhatsApp. Kitakuonyesha mbinu za kulinda himaya yako dhidi ya wale wanaotaka kuibomoa kwa hisani. Lakini sasa swali linabaki. Baada ya kuona mnyororo wa pesa na mtego wa upendo, unafanyaje upasuaji wa kujitenga? Unakataje mizizi bila kuua mti? Hapa ndipo tunapoingia kwenye hatua ya mwisho na kikatili zaidi, hatua ya kata mizizi. Sasa unajua ukweli. Unajua kwa mchoro wako wa pesa ni feki, na unajua kwa upendo unaopewa ni mtego. Swali linabaki, je, una ujasiri wa kukata kamba? Watu wengi hufikiri kuwa kubadilisha maisha ni kusoma vitabu au kuanza biashara tu. Lakini hapa Kizani tunajua ukweli. Huwezi kuwa na maisha mapya bila kuruhusu maisha yako ya zamani yafe. Mwanafalsafa Joseph Campbell kwenye kazi yake ya The Hero's Journey anafundisha kuwa shujaa lazima apitie hatua ya kifo cha kisaikolojia, atonement with the father. Hii haimaanishi kugombana na baba yako mzazi. Inamaanisha kuua ule utawala wa kifikra, hofu na mipaka ambayo ukoo wako umepandikiza ndani yako. Ili uwe mtawala wa nafsi yako, lazima ukubali kuwa msaliti wa mifumo iliyokulea. Katika jamii yetu tunafundishwa kuwa mtiifu ndiye anayebarikiwa, lakini ukweli ni huu: utiifu kwa watu waliofeli ni mkataba wa wewe pia kufeli. Lazima uanze kufanya kile tunachoita upasuaji wa utambulisho. Kila unapoamka jichunguze, ile hofu ya kuanza jambo jipya ni yako au ni ya mama yako aliyekuwa anaogopa kila kitu? Ile hasira inayokupanda unapokosa pesa ni yako au ni mabaki ya baba yako aliyekuwa akipiga kelele nyumbani kwa sababu ya dhiki? Huu ni upasuaji mgumu kwa sababu unahitaji utengane na wewe wa zamani. Inabidi uwe mkatili kwako mwenyewe. Hii inamaanisha kuweka ukuta wa chuma kati ya maamuzi yako na maoni ya ndugu zako. Wanapokuambia umekuwa na dharau au umesahau ulikotoka, usijaribu kujitetea. Kujitetea ni ishara ya udhaifu. Ni ishara ya kuwa bado unahitaji ruhusa yao ili uwe wewe. Simba hamueleweshi kondoo kwa nini anawinda. Anawinda kwa sababu hiyo ndiyo asili yake. Unatakiwa kuwa na uziwi wa makusudi dhidi ya kelele za lawama ambazo zinalenga kukurudisha kwenye mzunguko wa umaskini wa familia. Huu upasuaji una gharama. Utaitwa kila jina baya, utajihisi mpweke, lakini kumbuka, huwezi kupanda juu ikiwa umebeba mizigo ya watu wanaokataa kutembea. Lazima ukubali kifo cha jamii ili upate uhai wa kifedha na kiakili. Huu mchakato unahitaji nidhamu ya kijeshi. Kila siku lazima uwe ile sauti ya ndani inayokuambia urudi kwenye hali ya kawaida ili upendwe. Kupendwa na watu waliokwama ni hatari kuliko kuchukiwa na ulimwengu mzima ukiwa huru. Unatakiwa kuacha kuwa abiria kwenye meli inayozama na uanze kujenga boti yako mwenyewe ya uokozi, hata kama maana yake ni kumwacha kila mtu nyuma kwa muda ili uweze kurudi baadaye ukiwa na nguvu ya kweli. Lakini kuanza ujenzi huu kwenye ardhi iliyojaa mabaki ya zamani na software yenye virusi ni kazi inayohitaji ramani maalum. Huwezi kufanya hivi kwa kutumia akili ile ile iliyokuingiza kwenye mtego. Unahitaji kodi mpya kabisa za uendeshaji. Na hapa ndipo tunafika mwisho wa maneno na kuanza kwa vitendo vya kikatili.
Tumefika mwisho wa nadharia, sasa tunaingia kwenye uhalisia. Umeona jinsi unavyopigania vita isiyo yako. Umeona jinsi mchoro wako wa kifedha ulivyochafuliwa na hofu za watu wengine, na umeona jinsi upendo unavyoweza kuwa mnyororo unaofyonza roho yako kila unapotaka kupaa. Lakini kujua tu kweli haitoshi. Kuna watu wengi wanajua kuwa wako gerezani, lakini bado wanakufa humo ndani kwa sababu hawana vifaa vya kukatia nondo. Watu wengi watamaliza video hii na kurudi kwenye maisha yao ya kawaida. Watakwenda kulala na kesho wataamka kuitumikia tena ile misingi iliyowafunga. Wataendelea kuwa batteries, chanzo cha nishati kwa ajili ya ndoto za watu wengine. Lakini wewe sio mmoja wao. Kama umefika hapa, maana yake kuna kitu ndani yako kimeshakataa kuwa kopi. Kuna sauti ndani yako inayotaka kuwa mtawala. Ili kuwa mtawala, lazima uwe na ujasiri wa kufanya upasuaji ambao watu wengine wanaogopa hata kuuota. Huwezi kuandika sura mpya ya maisha yako kwa kutumia kalamu ile ile iliyoandika kushindwa kwa mzee wako. Lazima uibadilishe kalamu na lazima uibadilishe karatasi. Hapa ndipo mwongozo wa Kata Mizizi unapoingia. Hichi ni kitabu nilichokuandalia na sio kitabu cha hamasa au motivation. Huu ni mwongozo wa kiufundi uliotengenezwa mahususi kwa ajili ya mtu aliyekwama kwenye mfumo wa maisha ya Kitanzania na Kiafrika Mashariki. Ndani ya mwongozo huu tunafanya upasuaji wa hatua kwa hatua, tukianza na upasuaji wa kodi, jinsi ya kutambua virusi maalum vya kisaikolojia ulivyorithi kutoka kwenye ukoo wako na jinsi ya kuvifuta moja kwa moja. Pia tunakufundisha mipaka ya chuma, mbinu za kusema hapana kwa shindikizo la familia bila kuharibu amani yako, na jinsi ya kuanzisha utambulisho wako mpya kama mtawala. Pia tutakufunza ujenzi wa himaya, ramani ya jinsi ya kuanza kujenga uhuru wako wa kifedha na kiakili kuanzia sifuri, ukiwa umeachana na mchoro wa zamani uliokuwa unakuibia pesa. Kumbuka, kitabu cha Kata Mizizi sio kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa ajili ya yule ambaye yuko tayari kuitwa mwenye dharau leo ili aweze kuwa mkombozi kesho. Ni kwa ajili ya yule anaelewa kuwa huwezi kuokoa familia inayozama kama na wewe hujajifunza kuogelea na kufika nchi kavu kwanza. Kama uko tayari kukata kamba na kuanza kuishi maisha yako mwenyewe, tuma neno Mzizi sasa hivi kwenda WhatsApp namba hiyo. Kitabu tunatoa kwa bei nafuu ili tufaidike sote. Uamuzi ni wako, kuendelea kupigana vita vya watu waliokufa au kuanza kujenga himaya ya mtu aliye hai. Usisahau ku like, kusubscribe na kushare video hii kwa yule ambaye anahitaji. Hapa ni Kizani, sehemu ambayo siri na elimu nzito hufichuliwa.